Hello, beautiful viewers. How are you doing? My name is Zarok Thomas. Welcome back to another episode right now, right here on Pasha TV. Leo nimekuja kutembea maeneo ya Nairobi County na nimekuja kumkuta Apostle Israel Yohana ambaye ningependa atufunze mambo kadha wa kadha kulingana na mambo ambayo yanafanyika nchi hii. Karibu sana mchungaji kwenye kipindi kingine hapa Pasha TV. Asante sana Pasha TV. Naitwa Apostle Israel Yohana. Mimi ndiye founder wa Soul Winning Worldwide. So nimekuwa kwenye vyombo vingi lakini kwenye Pashwa ukinitafuta mara mingi sana tumekuwa tukizungumza na Pashwa TV. So unaponitazama popote katika ulimwengu mzima, ukiwa Marekani, ukiwa sehemu za Switzerland, Australia, upande wa Amerika, Canada, Russia, France na sehemu zote ulimwenguni, tunaweza andamana pamoja na tuweze kujua yale mambo yanayotendeka katika nchi hii yetu, na tujue jinsi ambavyo tutaweza kujiepusha na yale mambo. Maana Mungu asipolinda mji, walindao wanafanya kazi ya bure. Yes, karibu sana. Mimi ni mchungaji wa slums ambapo watu wengi wapendi, ambapo wachungaji wengi hawapendi, ambapo hata mabishop hawapendi kuitanishwa na slums. Na napoangalia kwamba Yesu hakuzaliwa mahali pazuri. Yesu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe, mahali ambapo pananuka kinyesi cha ng'ombe, lakini akaja kuwa mfalme wa dunia nzima. So mimi nikaamua kufuata mwito wa Mungu kwenda kwenye slums ambapo watu hawajafikiwa na injili, ambapo watu wamekuwa neglected. Na nilipofika pale nikasikiza Mungu nataka nifanye nini, na Mungu akaniambia kwamba hapa kwanza funza watu upendo kwanza. Onyesha watu upendo wa Kristo. Na unajua ni vigumu sana kuhubiria mtu aliye na njaa, umwambie Yesu anakupenda, Yesu anaweza. So nikaanza na kuwapatia unga hii ya kula na nguo. Na baada ya watu kuwa na upendo, wale wengi wamemkubali Yesu Kristo, kwa sababu ya kujua kumbe hata kwa Yesu tunaweza enda kule kanisani na tupewe kitu badala ya kwenda kutoa. Maana makanisa mengi sasa ni toa ubarikiwe, toa uinuliwe, toa utaenda ng'ambo nini. Kwa hiyo wakajua pia hata kanisani wanaweza enda na wapewe kitu chakula. So nimekuja na niko kwenye slums huko ninapoenda, naendaga siku 3 kwa wiki, Wednesday, Friday na Thursday. Naenda na unga mahali pale. Na kuna wengine ambao wamejoin kwamba huu mwito wangu, na wakakubali kwamba tutatembea pamoja. Kuna mtu anatumia bando ya unga, mwingine 2, hata wewe unaweza kujoin pale na unitumie bando moja ama 2 ya unga, ama kama una nguo ambazo uzitumii wewe kwenye gunia, nipigie simu, nitakupa direction vile ambavyo hizo nguo zitanifikia. Na wale watu pia wapate kupata mavazi pia, na hata viatu, hata blanketi, hata mattress kama uko nazo unaweza kutupatia, na Mungu atakubariki. So siku ya leo tuko na Pashwa hapa, na tuongee sana mambo yanao tuhusu sisi kama jamii, na nini kinaendelea katika jamii zetu. Karibu Pashwa. Asante sana kwa muda. Juzi tumeona wasanii wakiwa kule Migori County kwa huyu mwanamuziki ambaye anaitwa Prince Indah, na ile harusi iliweza kuongelewa sana, na maswali ambayo watu wanajiuliza zaidi ni kwamba wasanii ambao wamekuwa hawkers miaka 10 iliyopita, wasanii ambao hawakuwa na maisha, ghafla tunapata kwamba wamefanya harusi ya multi-billion ama multi-million. Sasa labda wanajiuliza shida inaweza kuwa pesa zinatoka wapi? So labda wewe kivyako unaonaje? Yes, mimi najua kwamba kuna kitu najua kwamba Mungu anaweza amka na kubariki, na baraka zako pia zikaenea. Kwa sababu Mungu akikubariki, amekubariki na hakuna atakaye kulaani. Lakini napoangalia maisha sana ya mtu anayeitwa msanii, kwanza sana hawa wasanii wa secular music,
Wasanii wa secular music wameweka misingi yao sana kwa waganga. Msanii wa secular music anaona kwamba ili afanikiwe lazima kwamba awe na daktari, mganga anayemtibu, ili asirogwe. Wengi hata wanaona kwamba anapoimba wanaona sana kurogwa, maana pia kuna roho ya kuweza kurogana. So mtu mwingine unakuta kwamba anapoanza tu usanii hivi, akishainuka kidogo tu kwa usanii, unakuta sasa lazima atafute plan B, kwamba lazima awe na mtu wa kumsaidia kusonga mbele. Lazima aende kwa mganga. Wengine wanalala hata kwenye majeneza. Unakuta mtu analala kwenye majeneza siku 7. Akisha toka pale sasa anaambiwa kwamba sasa wewe utakuwa bilionea, wewe utakuwa mtu mkubwa. Na unakuta wengi sana wamejiingiza sasa, wamejiingiza sana kwa hizo nguvu za kiganga. So unakuta kwamba msanii tu ameingia hivi kidogo, ameanza kunawiri, ameanza kupata pesa nyingi. Lakini kuna kitu ambacho mimi nataka kuambia watu hapa. Shetani hana baraka. Shetani hana baraka. Na chochote shetani anakupa, jua kwamba atakikujia. Msifurahie sana hizi baraka za kukimbilia za kupata haraka hii. Hii mtu naambiwa kwamba endelete kitu fulani, endelete brother yako, endelete rafiki wa karibu, ukuwe tajiri. Hizi baraka msifurahie sana kwa sababu zina muda. Zina muda. Na wakati napofika mahali kwamba wewe mwenyewe ndio huwa unafanyika sasa sacrifice ya shetani. Shetani atakutumia kwa muda mdogo. Na ndio unakuta sasa saa hizi hawa wasanii wengi sana wanakufa tu premature death. Tunakuta mwingine amejinyonga. Mwingine tu ambao amekufa kichwa, mwingine amepata tu ajali ghafla amekufa. Vifo ambavyo havieleweki kwa sababu kile shetani anakupa ujue kwamba hajakupatia permanent. Shetani akikupa kitu anakupatia temporary. Dakika ya mwisho kile kitu atakichukua apatie mwingine. Lakini baraka za Mungu ni za kudumu. Mungu akikubariki amekubariki. Tunapoangalia sana hawa wasanii wengi, namba kubwa ya wasanii unakuta mtu aidha ameingia kwa Illuminati ama ameingia Freemason. Kwa sababu anapoanza sasa jina lake linapoanza kujulikana sasa, pia anataka ajulikane kipesa. Wale anaanza kujulikana kidogo, pia anataka ajulikane kipesa. Na ukitaka kujulikana kipesa kuna gharama. Sio bure, kuna gharama. Na wengine kwa sababu hawataki gharama ile ya kupata baraka za Mungu, wanakimbia shortcut. Ili uwe tu bilionea mara moja si jambo rahisi. Kuna gharama mahali pale. Kuna wengine unakuta kwamba wana sacrifice marafiki zao. Kuna wengine wana sacrifice hata watu wa ukoo ili aweze kuachieve zile blessing. Kwa hivyo unapoona hawa sasa mtu kidogo alikuwa anauza sijui nini, anauza miwa, anauza simsim. Alafu mara kidogo unasikia huyu mtu ana gari kubwa from nowhere. Usanii wa kwenda kwa kilabu hapa, mnaenda mnapatiwa shilingi 10,000 ama 20,000 mnapewa pombe. Hiyo kitu iwezi fanya uwe milionea. Hiyo kitu iwezi fanya ununue gari hata kidogo. Lazima watu wafunguke macho. Msidanganywe tu kwamba ukiingia tu kwa usanii hivi unakuwa tajiri. Kuna watu wameimba miaka na miaka. Kuna huyu Mluya anaitwa nani? Sukuma Binongaro. Aliimba miaka na miaka mpaka wakati wa Moi. Na akaimba miaka mingi na akawa shabiki watu dunia mzima. Sukuma hata gari yako nayo. Ana hata gari. Hata nyumba yenye anasukuma rais utaangalia ushangae. Kwa sababu uimbaji huo usanii haulipi. Usanii haulipi. So kuna watu tu unakutaka kwamba ukikuta msanii ni milionea, unakutanga kuna zaidi. Kuna mambo zaidi. Ameenda extra mile.
Kuna wengine unakuta yeye amejiingiza kwa mambo ya kuabudu shetani. Na utakuta ataingia tokolo usanii na utaenda utavuma kwa muda kidogo. Baada ya hapo mtakuja msikie msanii amepata ajali. Mtakuwa msikia huyu msanii amejinyonga. Ama unasikia tu kitu imetokea amedungwa kisu, amekufa. Kuna mtu alitoka Nuba. Tanzania huyo. Kanumba alijulikana dunia nzima. Alijulikana mpaka Nigeria. Lakini cha kushangaza, baada ya kuwa na mabilioni hayo yote, ati kakisu kanatoka kwenye meza kanadunga mguu. Kakisu tu kanadunga mguu. Yule mtu anaenda hospitalini na anakufa. Hicho ni kifo cha kawaida. Wewe ni mara ngapi umedungwa na kakitu? Hata kisu hata panga inaweza kuanguka mguu, lakini una survive. Lakini kakisu tu kanadunga mguu. Kisha unapoenda hospitalini na kuna pronounced dead. Si mambo ya kawaida, madhabahu ya giza ambao sana yanatolewa na hawa wasanii wetu. Na ukiangalia wengi sana, hata si wasanii wa secular peke yake, hata wa gospel wengi namba kubwa wametoka kwa Mungu, wameingia kwa shetani. Usanii tu jumla. Zamani ndio tulikuwa kwamba na wale ambao walikuwa wanaitwa worshipers, wanaimba nyimbo za kuabudu zinamfikia Mungu. Nao waliimba na wakabariki watu, na sio billionaires. Watu kama wakina Mary Atieno. Waliimba wakaguza roho za watu wakaokoka, mpaka saa hizi wakiimba wana mafuta, lakini sio billionaires. Wako kuna watu ambao waliimba kutoka kitambo sana na wakaguza roho za watu. Wakina Munishi pale. Lakini hawaje kuwa millionaires. Na Munishi kama aliimba, kama kuna mtu aliimba sana na dunia mzima akajulikana, ni Munishi. Radio KBC ilikuwa inacheza nyimbo za Munishi peke yake. Kaja Radio Citizen ilikuwa inacheza nyimbo za Munishi peke yake. Afrika Mashariki nyimbo za Munishi zilikuwa zinachezwa kila mahali. Lakini Munishi saizi hata mtembelee peke yake. Ninaona hata kale gari ambako wanatumia ni kale ni 110. Ile gari za kitambo kabisa, ambaye saizi hata ukienda kuuziwa utauziwa shilingi 150. Hiyo ndio gari ambayo Munishi yako nayo. So wasanii wengi ambao waliimba na nyimbo za kweli, hatujaona utajiri ndani yao. Ni ngumu sana. Lakini wale ambao wamekuja kuimba takataka ndio unakuta wanaimba ndio matajiri. Wale ambao wimbo ambazo hazieleweki ni utajiri. Kwa sababu wao kitambo hawakuwa wanatafuta utajiri, walikuwa wanatafuta Mungu. Walikuwa wanatafuta kufikia roho za watu. Lakini wale wako wengi sana wameingia katika kuabudu shetani. Kulikuwepo na Willy Paul, aliimba nyimbo za gospel. Alipoimba nyimbo za gospel, alitoka kule kwa gospel na kaanza kuimba secular. Ameimba miaka ngapi? Si ameimba miaka mingi, unasikia anaenda hata labda kwa nini moja, analipo kama milioni 1 na kitu, lakini Willy Paul mwenyewe tukimfuata saa hizi, maisha anayeishi ni maisha yaeleweki. Hata kuoa ni shida. Na ukiona kwamba mtu haoi na ako na pesa, elewa kwamba yeye na Mungu hawapelekani, au katika ule ufalme mwingine. Watu wakiingia katika ufalme mwingine, hata kuoa ni shida, hawezi oa. Hawezi oa kwa sababu dini yao labda haiwaruhusu kuoa. Dini yao haiwaruhusu labda kufanya mambo ambayo ni ya ndoa. So wasanii wengi ambao wako sasa wanatafuta umaarufu na pesa. Na unakuta yule mtu hata maisha yake hana kibali hata kidogo. Kama yule aliyefanya harusi anaitwa Princess Inda. Prince Ida. Sasa utakuta mtu kama huyo ndiye amefanya harusi ya pesa mingi kabisa.
Lakini fuatilia tu maisha yake kwa muda kidogo, uone vile maisha yake yataisha vibaya. Yataisha vibaya sana. Utashindwa zile mamilioni mbona haziwasaidii? Mtu kama Willy Paul wakati amekuwa kaka hii industry amepata mamilioni ya pesa. Lakini Willy Paul sasa tukimwangalia bado anaishi nyumba ya kukomboa. Zile mamilioni yanaenda wapi? Lazima kuna ufalme fulani ambaye anaakilisha. Kama hizo pesa zenyewe hata mwenyewe hazimsaidii. Ni za nini? Pesa ambazo wewe mwenyewe hazikusaidii. Sababu unakuta kwamba mtu anapokuwa bilionea afaa kuwa ameinvest ya kutosha. Afaa kuwa amesaidia watu ya kutosha. Na hiyo nasema kwamba unamsema anasemanga kwamba Mungu alipombariki Abrahamu alimfanya kuwa baraka. Willy Paul ako na ndugu yake pia. Hiyo ndugu yake pia kuna kipawa cha kuimba, lakini Willy Paul hawezi msaidia. Baraka kama zile, utajiri kama ule ambao huwezi saidia hata mtu wa kwenu, ni wa nini? Ni utajiri wa mashetani. Kwa sababu umepatiwa masharti katika ule utajiri. Ukaambiwa masharti yetu ni hivi. Masharti yetu kwamba mtu kama si wa ufalme huu asisaidiwe. Masharti yetu kwamba hata kama ni wazazi usiwasaidie. Kwa sababu pesa zile ziko na masharti yake. So unapoona hata harusi ile ambayo iliyokuepo, utakuta watu waliokuwa pale kuna mavazi ambao walikuwa wamevalia na yanaashiria kitu fulani. Hayo watu waliongelea sana mavazi. So mtu anapoangalia kawaida na watu ni mavazi ya kawaida, lakini ukiwa na macho ya roho unaona haya mavazi haya yanaashiria kwamba huu ni ufalme wa giza. Mavazi haya yanaashiria kwamba hili ni kundi fulani ambalo si la kiungu. Kundi fulani la ufalme wa shetani. So mnaenda pale mnasherehekea, mnasema harusi ilikuwa na nguvu, harusi ilikuwa na nguvu. Lakini ukweli ni ya kwamba yule kijana hata mahali alipo mimi namhurumia kwa sababu hana future. Utakuwaje na future bila Yesu? Ni ngumu sana kuwa na future bila Yesu. Maana unapochukua shetani akutawale, shetani akuongoze, basi wewe hauna future. So yule Aida, Princess Aida, unapoangalia harusi yake lazima ufunguke macho. Si harusi ya kawaida. Hapana. Kuna harusi zinafanyika tu hivi, si harusi za kawaida. Na utakuta waliohudhuria ni watu aina gani? Ni watu aina gani waliohudhuria mahali pale? Angalia waliohudhuria watu, hata kama ni wale watu mashuhuri. Angalia watu uhusiano wao na Mungu uko namna gani? Huyu mtu anapatikana kanisani lini? Wengi wao hata hawaendagi makanisani. Hapana. Wengi wao yeye na Mungu wako mbali kabisa. Ni watu wa ufalme mmoja. Kwa hiyo mimi nashauri vijana ambao wanainuka na kuimba, msikimbilie utajiri wa haraka. Msikimbilie pesa za haraka ambazo zina masharti. Pesa ambazo zina masharti, juanga tu kwamba mwisho wake ni kaburi. Mwisho wake ni damu yako. Shetani akutumie, lakini mwishowe damu yako ndio sasa yatakayo faidi nayo. Maana shetani huwa anakupa kitu na anakupambia kitu, tumia, lakini ujue si chako, sija kupatia permanently. Hii kitu ni changu. Ikupatia baraka, anakupatia na masharti, anakuambia tumia hizi baraka, lakini ni zangu, nitazichukua kwa kipindi fulani. Na nakupa masharti ya kwamba ili sasa tuendelee kukaa na wewe, lazima ufanye kile mimi nitakwambia. Make sure umeniletea damu ya watu. Make sure umefanya hivi na hivi. Kuna wengine wanapatiwa hata masharti magumu ya kwenda kulala makaburini. Unaona mtu hapo kuna utajiri, lakini huyo mtu maisha yake anaishi makaburini ndio azidi kunawiri. Shetani ako na masharti magumu sana. Ukiona mtu amekalia kwa gari kubwa, yule
Usidhanie kwamba kuna furaha. Wengi wao ambao wamekalia kwa magari makubwa wanaishi maisha ya kifahari, hawana furaha. Utakuta kwenye nyumba zao hata watoto wao wote ni wagonjwa. Huyu akona kansa, huyu akona nini, watoto wadogo. Wengine hata wale pale unakuta kwamba kwa hizo manyumba, wengine wa wale matajiri unakutaga watoto ambao wako nao, wengine hata hawashikanishi kitu. Wengine unakuta tu wanamwaga mate hivi na amefichwa kwenye karumu fulani, mikono imekaa tu hivi, amefichwa kwenye rumu fulani, kwa sababu yule mtoto pale ndiye analinda ile mahali pale. Yeye ndio ametolewa kama sacrifice. Yeye ndio analinda mahali pale. Toka enda Isili hapa uone hii magorofa yamejengwa, utakutanga hapo nje kuna kakiwete kamekaa mahali pale akajielewi. Akajielewi kabisa, hata hakashikanishi kitu. Yeye ndio mwenye hiyo mali, yeye ndio analinda hiyo mali. Yeye ndiye ametolewa sacrifice kwa sababu ile mali mahali pale. Na huyo akikufa tu hivi, hata mwenye yuko mahali pale atakuta hata kuwa na amani. Hata ishi muda mrefu, atakufa kwa haraka kwa sababu huyo ndiye ametolewa sacrifice mahali pale. So utajiri mwingi unaoona kwa watu hapa hivi nchini Kenya si utajiri halali. Kuna watu wako na matatu hata hapa barabarani, lakini siku itaisha kama hajaua mtu. Kama hiyo kampuni haijaua watu, ndizidi kufanya nini? Kunawiri. Siku itaisha ama wiki itaisha kama hawajamwaga damu, ndio wazidi kufanya nini? Kunawiri. Wasipomwaga damu hawatanawiri. So lazima waendelee kumwaga damu ndio wanawiri. So unakuta pia kuna masharti. Unakuta kwamba gari labda inalala Kamulu, lakini masharti ni kwamba isibebe watu kwenda Kamulu. Kwanza iende free mpaka town, ianzie bebe watu kwenda kutoka town ifanye nini? Na nyingine inalala town, na iruhusiwi kwanza kuchukua watu kutoka town. Masharti kwamba nitoke hivyo bila kitu iende kubebea watu wapi? Kamulu ama kule nini ama sehemu inaitwa Mala. Masharti. Na driver yale masharti akipitanisha masharti, utakuta hiyo barabara hiyo atapita aone ng'ombe pale. Akijaribu akiona akidhani amegonga ng'ombe, anaambiwa amegonga mtu. Sasa akiambiwa amegonga mtu, basi kazi yake itaisha namna hiyo. Hata ataenda kufungwa bure, ahangaike bure kwa sababu alipitanisha nini? Masharti. Shetani hana kitu cha bure. Kwa hivyo wasanii wote ambao wako katika nchi ya Kenya, wengi hata na Tanzania na wapi, wengi wao ukiona kwamba wana utajiri, si utajiri ambao wanafurahia wenyewe. Hawafurahii ule utajiri hata kidogo. Mtu labda nizungumzie mmoja anaitwa Diamond. Diamond hata ukimwona pale ati ya kwamba anaingia machopa ama anaingia magari makubwa, Diamond utakuta hata kulala kwake labda hapati usingizi. Labda hapati usingizi. Hata wakati mwingine labda analala kwa makaburi. Analala kwa majeneza. Ndio azidi sasa kuwa maarufu. Lakini ukweli kwamba ule utajiri wake hakuna wakati utamfaidi chochote. Anaishi maisha ambayo ni hatari. Labda kama una swali. Na kwenye ile harusi ya msanii ambao tunazungumzia, kuna huyu jamaa ambaye alipanda kwenye chopa. Obina alikuja na ndege. Kuna wasanii ambao walikuja na ndege pale. Sasa kuna huyu kijana ambaye alipanda ndege, akaenda nayo hadi juu, alining'inia kwenye zile stands zake na baadaye akarudishwa. Kwa hivyo nimeanza kuona watu wanasema kwamba mara walitaka kumsacrifice, kitu kama hiyo. Kuna uwezekano kama huo kweli kwamba watu wanaweza kuwa sacrifice kwa njia kama hiyo? Unajua kuna mambo mengine unakuta unaweza kujipata mahali. Na kwa sababu wewe umeenda tu pale kama tu mtu ambaye ni innocent, haujui nini kinaendelea pale. Kuna watu unakuta kwamba unakaa tu pale na kuna roho tu inaingia ndani yako. Inakwambia wacha niende nipande juu ya ndege. So huyo kijana hata alipojipata kwenye ndege, hata ukikaa naye mhoji chini, atakwambia hajui nini ambacho kilimuingia.
Maana maroho yaliyokuwa pale hayako maroho ya kawaida. Ni maroho ambayo yalikuwa nataka damu za watu. Kwa hivyo yule kijana hata anaweza kuwa hata hajui ni nini kiliendelea, hajui alijipata namna gani kwenye ndege. Na huenda ikawa labda ni mtu ambaye amekuwa kiombewa na watu wake. Labda maombi yalimsaidia. Kwa sababu kile mimi najua kwamba hata kwa shetani kule kwa Freemason hawakubali kila mtu. Kuna watu ambao utampeleka na akataliwe. Utampeleka kwa nakwambia hapa na mtu mtoe hapa kwa sababu amekataliwa. Huyo mtu labda ni mtu ambaye maombi ya Mungu inamtumisha. Labda amezaliwa katika familia ambayo ya watu wa Mungu. Na unakuta labda ni mtu anaombewa sana. So kunaweza kuwa na roho inaingia ndani yake, lakini kwa sababu ya yale maombi ambaye anaombewa anakataliwa na ule ufalme. So si kila mtu anaweza pelekwa katika ufalme wa shetani na kuwe sacrificed. Hapana. Ukienda huko wanakuangalia pia. Kama damu yako inakubalika huko, nenda kuwa sacrifice. Kwa sababu kule hawatoagi sadaka yoyote kama vile ambavyo watu wanapeleka kanisani. Unajua sadaka kanisani kuna mtu anaweza atupe 5 bob kwenye madhabahu na hakuna mwenye atauliza. Ndio tupe 10 bob, hakuna mwenye atauliza. Lakini kwa Freemason huwezi toa sadaka yoyote. Lazima ile sadaka ikubalike. Lazima ikaguliwe kabisa hii sadaka ni worthy. So inapoangaliwa inasemekana si worthy, wanaikataa, inarejeshwa. So uende ikawa labda unataka kumtoa sacrifice. Alafu ule ufalme huko kumkataa. Sacrifice yake ikataliwa na ufalme wa giza. So si jambo la kawaida, si jambo la kawaida. Sadaka ya kupelekwa kule si sadaka yoyote. Wanachaguanga. Ni sadaka flaga hii itapelekwa, itachukuliwa na hii imekataliwa. So si jambo la kawaida. So huenda ikawa labda alikataliwa na ule ufalme huko, na ninakuta kwamba huyo jamaa akarudishwa. Unafikiri kukaa kwa ndege iende tu huko juu? Wewe umejisikilia kwa ndege na iende hata kama ni tuseme hata kama ni 5 minutes. Hiyo nguvu ya kushikilia unatoa wapi? Na hiyo pepo tena. Ni ngumu sana. Kujisikilia tu 5 minutes. Na jamaa alikuwa amelewa tena. Na alikuwa amelewa. Si kawaida. Lazima kuna watu walikuwa namuombea. Na ningekuwa mimi ni yule mtu ningekimbia kanisani. Ndio nikaombewa na niokoke. Yeah. Okay. So naona una mafunzo sana. So labda kuna mtu yule ambaye ametazama hii video na angependa kuzungumza nawe, labda umfunze mambo kadha wa kadha. Anaweza kupata kwa njia gani? Mimi niko sehemu inaitwa Lungalunga. Mahali panaitwa Mareba Stage. Kichashuka Mareba Stage, lokina tuna Nairobi town. Uliza gari za Lungalunga. Kama ungetaka kuabudu na sisi Jumapili, unaenda town bus station, uliza gari za Lungalunga. Kisha waambie wakushukishe Mareba Stage. Kisha shuka Mareba Stage, uliza kanisa ya Catholic ya St. Elizabeth. Telemuka tu kidogo ukisha fika kwenye kanisa la Catholic, kale kanjia kametupita tu, ukifika kwenye gate endelea nao kanjia kalami. Kisha endelea na kale kanjia mbele, utaenda uvuke daraja ya nini, kadaraja tu ya miguu. Si daraja ya gari, daraja tu ya miguu na pikipiki. Kisha vuka daraja tu, hapo mbele utaona bana kubwa. Imeandikwa Soul Winning and Healing Ministry. Hapo ndipo kanisa lipo. Na labda uko ngambo, uko katika sehemu za Amerika, Canada, France, Germany, Australia, hata Russia, hata Israel. Nambari yangu ya simu unaweza kuniconnect kwenye nambari yangu ya simu, na nawasihi sana walio nje mara mingi nipigieni kwenye WhatsApp, maana nikipata missed call yako lazima nikujibu. Maana kuna wengi wanapiga na kadi, na ile kadi utapiga ukute niko kwa kwenye line nyingine, niko call nyingine. Kwa hivyo siwezi call back. Itabidi sasa tukose kuwasiliana hivyo. So wengi ninaomba kwamba nipigie na WhatsApp. Na nimeona watu wengi sana wakiwa ngambo, wakiwa Australia, wakiwa France, wakiwa Germany, America. Wengi tumeomba na hao.
na wana ushuhuda Mungu amewatendea. Kuna wengi Mungu amewaponya, wengi Mungu amewatoa katika sehemu moja na wameenda katika sehemu nyingine. Maombi yanafanya kazi. Nambari yangu ya simu ni 0721 777 388, 0721 777 388. Hiyo pia iko kwenye WhatsApp. Na nyingine ya pili 0722 744 672, 0722 744 672. Mungu awabariki sana. Shalom, shalom.